Hamjambo wa ndugu, tunawakaribisheni tena kwenye kipindi hichi cha maombi, kipindi kidogo ambacho tutakwenda kuombea mahitaji tofauti. Lakini kabla hatujaombea mahitaji, kuna neno moja ambalo tutakwenda kuchangia, na kabla tujachangia, acha niwaambieni kwamba sisi ni kituo cha huduma la Injili ama Evangelical Station Ministries. Basi kwa hiyo tunawakaribisheni nyote kwenye kipindi hichi cha maombi kwa saa 1:30. Basi kama vile nilitangulia kusema ya kwamba tutakwenda kuomba, lakini kabla tujaomba tutachangia neno moja ambayo itatuingiza kwenye kipindi hichi cha kuombea mahitaji kwa siku hii ya leo. Basi kwa hiyo kabla tujaanza, tutakwenda kufungua kipindi hichi na maombi. Basi kwa hiyo tutamkaribisha mtumishi wa Mungu yoyote ambaye karibu, ambaye anapendezwa, tutakwenda kuomba, na kisha maombi tutakwenda kuanza kipindi hichi cha maombi. Karibu. Bwana Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ni vema na kupendeza kujikusanya mahali hapa. Ndipo ninasema kana kwamba ni vema na kupendeza ndugu kukaa kwa mmoja, ni kama mafuta ambayo itokao kwenye utoshi au ndefuni kwa huni na hadi kwenye pindo la vazi. Hayo ndokao katika hazo. Tunaona kana kwamba katika watu wakiambatana kwa pamoja, ndipo Roho Mtakatifu ametoka juu na kuambata mitume, na badala pale na watu walikuwa kambini wakaviwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ndiyo maana tunasema asante kwa kutupa kibali mchana wa leo ili tukutaniki katikati ya watakatifu hao. Ndiyo maana tunakuhitaji wewe Mungu uwe pamoja nasi, na tumeacha kipindi chote mikononi mwako. Tumemtenga ule mwovu na mambo yake yote. Tunasema ya kwamba wawili watatu wakikusanyika leo katikati ya wale watu, na ndiyo maana ukijalia watatu uonekane na ujifunue katika jina aliye hai Mwokozi wetu. Amen. 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 Basi kwa hiyo, kwa wale ambao labda wanifahamu, jina langu naitwa ni Toi Rusangiza Rodolphe, kutoka kwenye kituo cha huduma la Injili. Basi kwa hiyo, kama vile tulisema hapo awali, kwenye kipindi hichi tutakwenda kuzungumzia neno ndogo ambalo litatuongoza kwenye kipindi hichi cha maombi ya kuombea mahitaji tofauti. Na neno hilo linapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura 1 mstari wa 1, na tutaenda mpaka mstari wa 5 hapo tu, na tutakwenda kuanza kipindi chetu. Karibu kwa msomaji. Biblia neno la Mungu linasema hivi. Tutachukua hata na verse ya 6. Karibu. Biblia kitabu ya Mwanzo 1:1 nasema ya kwamba tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mimbari ya 2 imesema hivi: nayo nchi ilikuwa ukiwa tena na utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. 3 inasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. 4 imesema ndani Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. 5 imesema hivi: Mungu akaita nuru mchana, na giza akaita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Nambari ya 6 nasema hivi: Mungu akasema na liwe anga katika ya maji, likatenga maji na maji. Amen. Hapo ndo 6 mwisho. Amen. Amen. Neno la Mungu linakuja kutuambia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa ukiwa. Mungu asaidie sana. Amen. Neno nchi tazungumza kidogo sababu la hili neno nchi. Amen. Nchi ukienda katika kitabu cha
Yohana sura 3 mstari wa 16. Sijui. Yohana 3 mstari wa 16. Ndio. Tunasoma Yohana wa Injili 3 na mstari wa 16 katika jina la Yesu aliye hai. Karibu. Kwa maana jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee. Sio hivyo. Kwa maana jinsi hii. Kwa maana jinsi hii. Samahani kweli. Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminiaye asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Amen. Amen. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Na kitabu cha Mwanzo kasema Mungu aliumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Tukienda kwa Kiswahili kepesi, nchi inakuwa na jina. Sijui kwa wale wanajua Kiswahili. Niko katika nchi ya Burundi, sivyo? Niko katika nchi ya South Africa. Uko nchi gani? Sasa ile neno nchi inamaanisha dunia. Kwa sababu hapo kulikuwa hakujakuwa ugawanyiko wa dunia kwenye vipengele ili kwamba viitwe nchi. Alafu hiyo nchi ama dunia ilikuwa ukienda kwa Kifaransa au Kiingereza wanasema kwamba it was without a form. Mungu akaanza sasa kuipatia ile form. Haleluya. Amen. Sijui kwamba nataka tuelewane kidogo. Mungu akaanza kuipatia ile dunia form. Kulikuwa hakuna maji, kulikuwa hakuna nini? Hakuna giza. Kulikuwa hakuna mwanga. Yaani ilikuwa ni kitu kilikuwa kama kidude tu. Kilikuwa hakina form yoyote. Basi Mungu akasema na nuru iwe, na nuru ikawa. Na akaona kwamba nuru ni njema. Ukienda kwenye kitabu cha huyo Yohana sura ya 1, akasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, sivyo? Ndio. Na huyo neno alikuwako kwa Mungu. Na hilo neno alikuwa na vyote viliumbwa, na hakuna neno lolote ambalo liliumbwa pasipo huyo neno. Ukishuka chini akasema na nuru ikaja duniani. Watu wakaikataa nuru, wakapenda giza. Haleluya. Na huku Mungu anasema na nuru iwe, na nuru ikawa. Na ule nuru akaja tena duniani. Mungu asifiwe sana. Ile nuru ikaja duniani. Sasa nataka kuzungumzia kwamba mwanadamu ndio alilinganishwa kwamba na dunia. Kwa sababu tazama jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee ili kila mtu amwaminie. Sevile ndio. Yaani huku Yohana wanalinganisha dunia, wanasema kwamba tazama jinsi hii Mungu alimpenda mwanadamu. Tazama jinsi hii Mungu alimpenda mwanadamu. Sasa ule mwanadamu ambayo Mungu alimuumba alikuwa hana forme yoyote. Ilikuwa ni kidude tu. Ilikuwa ni kitu fulani ambacho kilikuwa hapo bila forme yoyote. Alafu Mungu, Biblia inasema kwamba aliposema tumuumbe mtu kwa mfano wetu, tayari alishamaliza kila kitu. Alafu akasema akapuliza pumuzi ya uzima. Ule mtu akawa nafsi hai. Sijui kwamba tunaelewana. Ndio. Mungu ni mwema sana. Amen. Ule mtu akawa nafsi hai. Ule dunia akapata forme
ya uhai, akawa hai, na ule uhai ndio ile nuru pekee ambayo ilikuwa ndani ya mwanadamu, ambayo mwanadamu alitembelea. Ukisoma kitabu cha Yohana kule 13 wanasema ya kwamba Yesu anawaambia wanafunzi wake walipopata habari za Lazaro kwamba amekufa, akamwambia kwamba Lazaro hakufi bali amelala, kumbe twende huko. Wakamwambia Yesu, jana ya kwamba ulitafuta kupigwa mawe kule. Akasema hivi, mwenye kutembea katika giza lazima ajikwae, lakini ukitembea kwenye nuru hauwezi kujikwaa, kwa maana macho yako yanaona nuru. Mungu atusaidie sana. Sasa ile nuru ambayo Mungu alizungumzia ya kwamba nuru iwe, na nuru ikawa. Mungu atusaidie sana. Akaitenganisha nuru na giza, na sisi tuko watoto wa nuru, na kila mtenda dhambi yeyote ni mtoto wa giza, kwa sababu ile wakati tulimtendea Mungu makosa, tulipomtenda Mungu dhambi, hapo ndipo wote tukafanya nini? Wote tulitenda dhambi, tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ndiye Mungu pekee ndani yetu. Ule nuru pekee ni Yesu Kristo. Sema nuru ilikuja duniani, tukaendelea kupenda giza, tukamkataa ule nuru ambaye ni Yesu Kristo. Na kisha kukataa ile nuru, ona sasa shida ya kumkataa. Mwanadamu akaanza kupitia shida, tukaanza kula kwa shida, magonjwa akaja na mambo kaza wa kaza. Na leo hata kwamba tungeomba namna gani, ikiwa kwamba hatutakubali kumrudilia ule nuru, ili kwamba angae maisha yetu, hata tungeomba namna gani, hata tungesema kwa lugha namna gani, hata tungetenda matendo mema namna gani, ikiwa tu kwamba hatutakubali kumpokea ule nuru ili kwamba angaze maisha yetu. Unatembea katika nuru ili kwamba usijikwae, hata tungeomba namna gani, hakuna neno lolote ambalo tunaweza kuomba likasikilika kwa Mungu. Basi kwa hiyo, kabla tujaombea mahitaji, ikiwa ya kwamba kuna kuwa na neno lolote ambalo lilikufanya ya kwamba uende kinyume na ile nuru, au ile nuru ikosekani ndani yako, ile nuru ikakimbia kufuatana na makosa fulani, kumbuka ya kwamba katika hali ya kukomaa, kila mtu alizaliwa ndio, na kila mtu alikomaa, na tumepitia mambo mengi sana. Labda ulijikwaa kwa namna moja wala nyingine, inafanya ya kwamba yale maombi ambayo uko naomba, ile hitaji ambayo uko naombea sifanikiwe. Kwa hiyo na kuomba ya kwamba umurudilie kwanza Mungu, uipokee ile nuru, ili kwamba ile nuru isaishe kila namna yote ya giza ambayo iko maishani mwako, na alafu tumuombe Mungu. Na ikiwa hivyo, tutakwenda kufanikiwa katika maneno yote tutakwenda kuyaomba mbele za Mungu. Kumbe Mungu awabariki, awatie nguvu, na ikiwa uko hapo, kamata hatua mpya ya kumfuata Yesu Kristo, na kisha kumpokea Yesu. Ninaamini ya kwamba kila neno, kila ombi ambalo uko nalo litafanikiwa, na badala ya hapo ni uzima wa milele. Mungu awabariki na watie nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Waambia Zambi, nimekuacha, sitarudi tena nyuma, naenda kwa Bwana. Farao, nimeokoka, sitarudi tena nyuma, naenda Kanaani. Waambie Seliba yote, nimeokoka, sitarudi tena nyuma, naenda Kanaani. Mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Waambie
ya tabia yako ninakuvua, sitarudi tena kwa mabaya naenda